Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wangu mahali popote unaponipokea, na imani ya kwamba Mungu amekulinda, amekuhifadhi, amekutetea. Majina yangu ni Pastor Sami Njagi wa Calvary Worship Center hapa Mombasa. Tunapatikana maeneo ya Magongo. Ningependa kuomba samahani kwa kuchelewa kwa sababu ya hali ambazo hazingeweza kuepukika na mafundi wangu wa mitambo. Ndio maana tumechelewa, lakini haijalishi tutachelewa, lakini tunajitahidi kuhakikisha kwamba neno limekufikia ili kwamba ukalipokee na ukalifanyie kazi katika maisha yako. Nataka nikukaribishe katika ibada ya mchana wa leo, ibada ya Grace Hour, ambayo ninaamini kwamba Mungu anaenda kuzungumza na moyo wako. Naamini kwamba Mungu anaenda kukutana na wewe katika shida na hoja ya mahitaji yako kulingana na neno lake mchana wa leo. Kwa hivyo, kabla nilete neno la Mungu, ningependa niombe pamoja na wewe ili nikukaribishe katika ibada hii katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, pokea sifa, pokea utukufu, maana wewe ni Mungu na kando yako hakuna kama wewe. Heshimiwa, abudiwa milele yote. Ndani ya mchana wa leo ni fursa na nyakati nzuri umetupea tena katika uwepo wako. Hatuchukulii ni kawaida, bali ni kwa neema. Na kwa sababu hiyo tumeingia malangoni mwako na shukurani ndani ya vinywa vyetu, ndani ya moyo wetu, tukishukuru kwa yote uliotenda, kwa yale unayotenda na kwa yale utakayotenda. Mchana wa leo Bwana, tuko uweponi mwako. Tunaomba Bwana ukaseme nasi, tusikizishe sauti yako katika mioyo yetu, na tusisikie tu sauti yako kupitia neno lako, bali tukaitendee kazi hiyo sauti, ili kwamba tukapokee baraka na thawabu zinazoambatana na sauti yako. Nambarikisha mtazamaji wangu mahali popote anaponipokea. Jehova, zungumza naye. Jehova, nena naye, kwa maana ni Mungu. Neno lako likatoke katika uweza na nguvu, likamponye. Neno lako likambariki. Neno lako likampe tumaini. Neno lako likamwinue. Na baada ya ibada hii, mwisho wa kipindi hiki, tutakushukuru na kusema ni asante. Pokea sifa, pokea utukufu, maana unaweza. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Mtazamaji wangu mahali popote unaponipokea, Mungu akubariki. Mchana wa leo nataka tushiriki na wewe neno la Mungu, na kichwa cha ujumbe wangu mchana wa leo ni effective prayers. Effective prayers. Haya ni maombi ya aina gani? Haya ni maombi ambayo unaomba na unapata upenyo. Effective prayers. Maombi yenye kujibiwa haraka. Effective prayer. Haya ni maombi ambayo hayana kizuizi. Effective prayers. Haya ni maombi ambayo una communicate na Mungu. Katika maombi, it's a two-way trafficking. It's a dialogue. Ni Mungu anaongea na wewe unaongea. Ni wewe unaongelesha Mungu na unapokea majibu ya maombi yako. Kwa hivyo maombi sio monodialogue, ni dialogue. You speak as God hears and speaks back to you. Kwa hivyo ni mchana mwema ambao nataka niamini Mungu pamoja na wewe ya kwamba Mungu atakusaidia. Utakuwa unaomba maombi kama haya ambayo yataleta mabadiliko katika maisha yako. Utaomba na Mungu atasikia na utapokea jawabu la maombi yako. Ningependa utambue na ujue ili ya kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao ni ulimwengu umekuwa katika vyombo vya mawasiliano. Leo hii unaweza ukaongea na mtu akiwa Ulaya kwa simu, kwa WhatsApp, ukaongea na yeye kupitia email, ukaongea na yeye kupitia ujumbe mfupi, unaweza ukaongea na yeye hata kupitia Twitter, kupitia imo, unaweza ukawasiliana na mtu kupitia hata ile inaitwa ya kwamba ile video calling, unaweza ukampigia mtu na ukamwona. Na ndivyo hivyo pia katika ulimwengu wa kiroho, kama vile kuna njia nyingi za mawasiliano katika ulimwengu. Pia wewe ni ujitahidi uwe na mawasiliano na Mungu wako kwa njia yoyote ile ambayo inaweza ikampendeza Mungu wako.
Uwe na mawasiliano na Mungu wako kwa lugha yoyote ile ambayo unaweza ukawasiliana na Mungu wako. Mungu wetu sio barrier wa language. Mungu wetu sio kwamba aweze akasikia lugha zingine. Mungu wetu ni Mungu anasikia lugha zote. Kwa hivyo kama vile katika ulimwengu huu kuna mawasiliano, unaweza ukawasiliana na mtu yote mahali popote. Hata wewe jitahidi ukawasiliane na Mungu wako kwa lugha yoyote mahali popote, ili kwamba ukawe na mawasiliano na Mungu. Na katika ulimwengu huu unaweza ukawa Kenya na ukawasiliana na mtu akiwa Amerika, maana vyombo vya mawasiliano viko. Kwa hivyo ni kusema nini? Distance is not a barrier. Kwa hivyo pia katika maombi yetu pia unaweza ukawa mahali ulipo na ukamfikia Mungu wako. Unaweza ukawa mahali ulipo na ukamwomba Mungu wako. Nawe unapomwomba Mungu wako, Mungu atakusikia. Effective prayers, haya ni maombi ambayo Mungu anayajibu na kuleta msaada katika maisha yako. Effective prayer, haya ni maombi ambayo si sarakasi kama yale maombi ambayo tunasoma katika Biblia ya manabii wa Baali walipokuwa wanaomba, wakafanya sarakasi, wakajikata mili yao, wakapiga kelele na Mungu wao hakusikia. Effective prayers, haya ni maombi ambayo haufanyi sarakasi, unakuja unawasiliana na Mungu one on one, na ukitoka hapo unapata jawabu lako. Kama vile baada ya manabii wa Baali, Elijah akaingia milimani akaomba, na ilikuwa ni effective prayer, maana aliposema amen, kile ambacho alikuwa ameomba kilionekana na kudhihirika katika jina la Yesu. Kwa hivyo nataka nifananishe maombi haya na mtu ambaye ako na upanga anaenda kukata mti. Wale watu ambao wako na upanga wanaenda kukata miti, lazima ule upanga uwe una makali, uwe umenolewa, ili kwamba ile kazi yake ikarahisishwe, ili kwamba muda wake ukapunguzwe, ili kwamba yale masange keti hapo akifanya kazi yawe yamepunguzwa. Kwa hivyo unapoomba effective prayer, utakuwa ni mtu ni kama anaenda kukata miti ambaye panga lake limenolewa. Hata chukua muda mrefu, hata ngangana, hata choka sana. Kwa sababu gani? Amejinoa kimaombi. Na mimi ndani ya mchana wa leo nimekuja nikutie moyo, nikwambia kwamba unahitaji kuomba maombi kama hayo, ili kwamba usingangane kuomba jambo moja miaka mingi na uone mabadiliko. Kwa hivyo katika effective prayers kuna mambo lazima uhusike nayo, ili kwamba maombi yako yawe effective. Si maombi yote ambayo tunaomba yamekuwa effective. Ni kwa sababu gani? Kuna vipengele, kuna ingredients ambazo zinahitajika katika hayo maombi yako ili yawe effective mbele za Mungu. Soma Yeremia 33 mstari wa 3, maandiko yanasema kwamba niiteni nami nitaitika, nitawaonyesha mambo makubwa na magumu msioyajua. Ni kumaanisha nini? Maombi ni fursa. Maombi ni nafasi ambayo Mungu ametupea tukapate kumuomba. Kwa hivyo tunapomuomba huyu Mungu, ili hayo maombi yetu yawe effective na Mungu aache kusikia maombi ya watu wengine, aanze kujibu maombi yako. Maana katika ulimwengu sio wewe peke yako naomba, tunaomba watu wengi. Lakini ni nini hicho kitamfanya Mungu aache kujibu maombi ya mtu mwingine na ajibu yako? Ni nini hicho kitamfanya Mungu atumane msaada kwako haraka wakati kwingine hata tumana msaada? Ni nini hicho kitavutia Mungu katika uwepo wako wa maombi, ili kwamba ukasikie sauti yake? Kwa hivyo ili maombi yako yawe effective, lazima jambo la kwanza, you pray by faith. Unaomba kwa imani. Unaomba kwa imani. Maandiko yanasema katika kitabu cha Marko 11:24 ya kwamba kwa sababu hiyo nawaambia ya kwamba mmeyapokea nayo yatakuwa yenu. Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ila Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na nyinyi makosa yenu. Mstari huo wa
24, kwa sababu nawaambieni yoyote muombayo mkisali, aminini ya kwamba mmeyapokea, nayo yatakuwa yenu. For your prayers to be effective, for your prayers to be answered by God, for your prayers to bring a change, for your prayers to bring a change that you need to see, lazima uombe ukiwa na imani. Imani ni nini? Imani, maandiko yanasema katika kitabu cha waraka wa Ibrania 11:1, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasioonekana. Kuamini ni nini? Unapoomba ukiwa na imani ni kusema nini? Unapoomba ukiwa na imani ni kusema kwamba Mungu haumuoni, lakini unajua kuna Mungu mbinguni anayejibu maombi. Unapoomba ukiwa na imani ni kusema nini? Ni kusema kwamba kile umekiomba utakiona wakati umekiamini kitafanyika. Ukiwa unaomba ukiwa na imani ni nini? Ni kusema kwamba kile ambacho unamwamini Mungu kwacho ndicho hicho utakachokipokea. Hakuna mtu amefika mbinguni, lakini tuna imani ya kwamba mbingu ipo. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema kwamba kwa moyo mtu uamini na kwa kinywa mtu ukiri ili afikie toba. Kwa hivyo unapoomba wakati uko na imani, unaomba ukiwa unaamini ya kwamba kile umeomba utakipokea. Maandiko yanasema hapo ya kwamba kwa sababu hiyo nawaambia yeyote muyaombayo mkisali, aminini. Hii ni assurance. Unapoomba katika imani ni assurance ya kwamba kile ambacho umekiomba utakipokea. Unapoombea mgonjwa, unapoekelea mgonjwa mikono, hapokee uponyaji wakati mchungaji anaanza kumuombea. Anapokea uponyaji wake ameupokea tayari wakati ameamini ya kwamba nikiomba maombi yataniponya. Hiyo kazi ambayo unaomba upokei wakati umeenda kuajiriwa, ni kwa sababu uliamini hiyo kazi na ukaipokea. Kwa hivyo unapoomba katika imani ni kusema kwamba kile ambacho nakiamini ndicho utakachokipokea. Ya kwamba nasema ya kwamba mnawaambia yote muombayo mkisali, amini ya kwamba mmeyapokea. Kwa hivyo ni kuwa na uhakika, usiwe na shaka. Hata kama umeomba na umetoka katika maombi hali azisemi vile ambavyo umeomba, lakini ninakutia moyo imani yako isivunjike. Unaweza ukaomba maombi kwa mgonjwa na kesho ukirudi unaambiwa mgonjwa amelazwa, amepelekwa ICU, lakini kama imani yako bado iko, ile maombi yako ndio itasababisha ule mgonjwa apone na atoke katika hicho kitanda chake. Tazamaji wangu, mahali popote unaponipokea, kuna uwezekano umekuwa ukiomba bila imani, ndio maana maombi yako yamekuwa hayajibiwi. Nimekuja nikutie moyo ndani ya mchana wa leo, omba kwa imani. Omba ukiwa na imani ya kwamba hilo uliombalo kuna mtu mahali anasikia. Omba ukiwa na imani ya kwamba hilo unalolitamani kuna mtu mahali atapeana hoja na tamanio la moyo wako. Omba ukiwa na imani ya kwamba Mungu si mdhalimu, anajibu maombi. Omba ukiwa na imani ya kwamba Mungu ako na masikio, anasikia maombi yako, na usiwe na shaka. Ukiomba ukiwa na imani, maombi yako yanakuwa na nguvu. Kwa hivyo ndani ya mchana wa leo nimekuja nikutie moyo. Kipengele cha kwanza ambacho unahitaji ili kwamba maombi yako yawe effective ni kwamba ukaombe kwa imani. Na ukiomba kwa imani, uoga hautakuwa na nafasi katika maisha yako. Shaka itaondoka. Utaamini na yale mambo ambayo yamekuwa yakikuhangaisha, baada ya maombi yako utayaona na utapata majibu katika jina la Yesu. Jambo la pili, ili maombi yako yawe effective, yawe ambayo yataleta majibu, yawe ambayo Mungu atayajibu, yalete msaada na wokovu katika maisha yako mahali hapo unapohitaji, ni lazima uombe ukiwa sawa. Uombe ukiwa sawa. Pray
rightly. Unaposoma katika kitabu cha waraka wa Yakobo, waraka wa Yakobo 4 mstari ni wa 2 na wa 3. Maandiko yanasema, waraka wa Yakobo 4 mstari wa 2 na wa 3, mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala mwezi kupata, mwafanya vita na mstari wa 4 na wa 3, samani, hata mwaomba wala mpati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Hata mwaomba wala mpati, kwa sababu mwaomba mvitumie kwa tamaa zenu. Hapo Yakobo anatufundisha ya kwamba maombi yetu yamekosa kuwa na mguso, yamekosa kujibiwa kwa sababu twaomba vibaya. Kwa hivyo kuna kuomba ukiwa na tamaa yako wewe mwenyewe, waomba ili hicho kitu Mungu akupe ujivune nacho, ili hicho kitu Mungu akupe ujionyeshe, ujipatie utukufu wewe na wala sio Mungu, ujigambe nacho na majirani na ndugu zako. Kwa hivyo kuomba sawa ni kuomba vipi? To pray right is to pray something that would glorify God. Kuomba sawa ni kuomba kitu ambacho kitampa Mungu tukufu. Ni kuomba kitu ambacho kama Paulo anavyosema, atamanie kitu ambacho kitamtukuza Mungu. Ni kuomba vipawa, ni kuomba matunda ya Roho, ni kuomba nafasi ambayo hiyo nafasi ambayo ukitumika kwayo itampatia Mungu utukufu. Kwa hivyo to pray right is to pray for something that will glorify God. Kuombea ama kuomba kitu ambacho kitamtukuza Mungu, kitu ambacho kitampatia Mungu tukufu. Watu wakikuona nacho wanasema hakika kuna Mungu mbinguni anayebariki na kuinua watu. Ndio hiyo tunamaanisha to pray right. To pray right is to pray for the things that are on God's heart. Kuna vitu ambavyo Mungu amekuaminia wewe uvipokee. Kuna vitu ambavyo Mungu amekupa ni vyako. Kwa hivyo unapoomba sawa, unaomba kile ambacho Mungu kiko ndani ya moyo wa Mungu, ukimiliki, ukipokee, uwe nacho, ndicho hicho upewe. Usiombe upako wa uinjilisti na wakati Mungu anataka wewe uwe nabii. Unaomba kulingana na moyo wa Mungu, ndio kuomba sawa. To pray right is to pray with scriptures. Kuomba sawa ni kuomba na maandiko. Unaweka maandiko mahali ambapo yanahitajika. Kuomba sawa ni kuomba na maandiko. Unatumia maandiko kukabiliana na ile hali. Kama kwa mgonjwa, unapoombea mgonjwa, kuomba right wakati unapoombea mgonjwa ni kutumia maandiko. Unasema kwamba kwa mapigo yako tumepona. Unasema hivyo. Kuomba right wakati unaombea kazi yako ni kuomba kupitia maandiko. Unasema kwamba Mungu atabariki kazi ya mikono yetu. Kuomba right wakati unaombea mtu ambaye hana watoto, mtu ambaye ni tasa, unasema kwamba kupitia maandiko ya kwamba apata kuwa na mtasa wala aribuye mimba katikati yenu. Kuomba sawa ni kuomba ya kwamba unaomba kupitia maandiko kila silaha inayoundwa kinyume na wewe ikawe nullified. Ndio kuomba sawa. Kwa hivyo unapoomba sawa ni kuweka maandiko, kuyaweka maandiko katika hiyo neno, katika hiyo maombi, ili kudai ahadi zako katika jina la Yesu. To pray right is to pray according to the will of God. Kuomba sawa ni kuomba kulingana na mapenzi ya Mungu. Kuna vitu ambavyo tunataka lakini si mapenzi ya Mungu. Kuna mahali ambapo unataka ufike lakini si mapenzi ya Mungu hapo ufike. Kama vile Yona
alikuwa anataka kwenda Tarshishi, lakini Mungu alikuwa anataka aende Ninawi. Kwa hivyo akasababisha watu wakatupa vitu ndani ya bahari, kwa sababu alikuwa ombi lake sio sawa na ombi la Mungu. Hakuwa katika malengo na mtizamo wa Mungu, hakuwa katika njia za Mungu. Kwa hivyo to pray right is to pray according to the will of God. If it is the will of God for you to pass through that which you are passing through, omba Mungu akupe neema. Kama ni mapenzi ya Mungu wewe uolewe, omba Mungu akuletee mtu wako. Kama ni mapenzi ya Mungu wewe upate hiyo kazi, muombe Mungu mapenzi yako yatimizwe na wala usitoe ongo. Kama ni mapenzi ya Mungu, Mungu aponye huyo mgonjwa, mwambie Mungu mapenzi yako na yatimie. Kama ni mgonjwa apone. Kama ni kufa mgonjwa akufe, maana yote ni mapenzi ya Mungu. Japo kwetu hatuwezi tukayakubali, lakini yote ni mapenzi ya Mungu. Unaomba mapenzi ya Mungu katika maisha yako yatimie, maana wakati mwingi mapenzi ya Mungu si mazuri, lakini unapoomba sawa ni kuomba mapenzi ya Mungu. Kama vile maandiko yanasema ya kwamba Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani. Ni kusema nini? Mapenzi yake yafanyike katika maisha yako, katika huduma yako. Kuna vita ambavyo Mungu ameruhusu katika maisha yetu, sio kwamba hatupendi, ni mapenzi yake upitie kwa hivyo vita. Kuna uchungu Mungu atakuruhusu upitie, ni mapenzi yake. Usitukane, usimkane Mungu, usiseme Mungu umeniacha. Ni mapenzi ya Mungu anakupitisha hapo. Maandiko yanasema ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, ni kupita. Ameruhusu upitishwe hapo, ni kupita, unapita, au kai sana, auishi hapo. Kwa hivyo ni mapenzi ya Mungu. Anasema kwamba hautakufa katika ule bonde la uvuli wa mauti. Anasema kwamba ujapopita katika moto hautakuchoma, hautaungua, kwa sababu ni mapenzi yake. Anasema kwamba ujapopita katika maji mengi, hayo maji mengi hayatakugharikisha, maana ni mapenzi yake. Kwa hivyo unapopitia katika hali fulani katika maisha yako, ni mapenzi ya Mungu. Acha kutusi Mungu, acha kulani Mungu, acha kukana uweza wa nguvu za Mungu katika maisha yako. Jua ni mapenzi ya Mungu na unaomba Mungu katika hiyo hali, ili kwamba Mungu akalete msaada. Ilikuwa ni mapenzi ya Mungu Paulo na Sila watupwe gerezani, na wakiwa gerezani hawakunungunika. Wakiwa gerezani walianza kumsifu Mungu na kumuomba Mungu, maana walijua hapa Mungu ametuleta ni mapenzi yake, ili kwamba akaonyesha utukufu wake. Na walipoanza kuomba kwa mapenzi ya Mungu, malaika akatoka mbinguni, gereza likafunguka na wakatoka. Kwa nini wewe hujatoka kwa hilo gereza? Kwa maana bado mpaka leo hauamini kwamba hayo ni mapenzi ya Mungu kwa hiyo hali yako. Kwa hivyo unapoomba sawa, ni kuomba kulingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yako. To pray right is to pray according to God's timing. Kuomba sawa ni kuomba kulingana na majira na wakati wa Mungu. Kuna vitu ambavyo unaviomba ama unavitaka na si vya wakati wako. Kama sasa mtoto wa shule aje kwangu aniambie, mchungaji, nataka unisaidie na maombi, nataka kuolewa. Hiyo si sawa kwake. Kama saizi mtu aje aniambie ya kwamba anataka nimuombee apate gari, na wakati bado yeye hata kazi hana. Kwa hivyo ni kuomba sawa, kuomba kulingana na timing ya Mungu. Kuna vitu ambavyo Mungu haja kunyima, ni vyako, lakini vinangoja wakati wake. Kuna vitu ambavyo Mungu hata kunyima wala hata kukazia, ni vyako, lakini vinangoja timing. Prioritize your prayers. Kuna vitu ambavyo ni vya wakati huu, unavihitaji uvitende kazi, alafu hivyo vingine vitakuja. Kwa hivyo to pray right is to pray according to God's timing. Kuna ushuhuda nilikuwa ninapokea kwa mchungaji mmoja ambaye alikuwa anamuomba Mungu, anataka gari. Na baada ya kumchosha Mungu na ombi hilo, na au kuwa wakati wa Mungu kupata hilo gari, Mungu alimpea hilo gari. Na alipompea hilo gari, alikuwa ameenda driving school na hakuwa na uzoefu wa barabara. Akaenda akapata ajali na gari likamua.
Kwa sababu gani gari lilimua? Kwa sababu it was not the God's timing for him to receive that vehicle. Kuna watu wengi leo wameingia katika ndoa wakati huko wakati wao wa kuingia katika ndoa. They are compromising, kutoka kubaki wako tu hapo na manunguniko na huzuni mwingi. Kwa sababu gani? Walifanya vitu kabla ya wakati wako. Kuna wakati wa Mungu. Acha kufanya mambo kwa sababu mwingine amefanya. Acha kuingia mahali ambapo si wakati wako. Mshukuru Mungu kwa yule aliyeingia mbele yako, lakini wewe ngoja wakati wako. Jifunze kama tai. Tai ungoja wakati wake. Tai anapotaka kupepea, kuna upepo anapiga timing yake, anaangalia majira yake. Kuna upepo ambao huo upepo anajua utamfikisha tu hapa karibu na yeye aende hapo karibu. Kuna upepo ambao upepo unamshukisha chini, anapaa kiwango cha chini cha anga yake, kwa hivyo hata toka wakati huo. Kuna upepo ambao huo upepo ni watai watoto, hata toka wakati huo. Kuna upepo ambao huo upepo ni wa kunguru. Kuna upepo ambao huo upepo ni wa ndege wengine visigi, lakini tai anangoja wakati wake. Kuna upepo ambao ni wa vipepeo, yeye atapepea, anangoja wakati wake. Na wakati wake, the correct time unapofika upepo wake, tai angangani, ananyosha tu mbawa, anaenda paka destination yake. Kwa hivyo wakati amengoja timing yake, hata ngangana kama kunguru kupiga mabawa, anaenda kwa rahisi, anaenda bila kungangana. Kwa hivyo ukiomba kwa wakati wa Mungu, hicho kitu kikipokea, utangangana nacho. Leo hii kuna watu wameomba baraka kwa Mungu, na hizo baraka wanahuzunika, wanakasirika, wananungunika nazo. Maandiko yanasema baraka Mungu tajirisha na wala ina majuto ndani yake. Leo hii kuna watu wengi wamebarikiwa na wananungunika na wamekuwa na kilio kwa hizo baraka. Kwa sababu gani? Hizo baraka hazikuwa kwa wakati wa Mungu, mlilazimisha Mungu. Kwa hivyo unapoomba right, ni kusema kwamba unaomba kulingana na wakati na majira ya Mungu. Wakati wa Mungu akukubariki, akubariki. Wakati wa Mungu kukuinua, akuinue. Wakati wa Mungu wakukupa hiyo kazi, na akupe hiyo kazi katika jina la Yesu. Jambo la tatu ambalo litafanya maombi yako yawe effective mbele za Mungu ni wakati utaomba ukiwa na confidence. Pray with confidence. Maandiko yanasema katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 5:14, waraka wa kwanza wa Yohana 5:14, maandiko yanasema kwamba, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atatusikia. Na huu ndio ujasiri. Huu ndio ujasiri. To pray with confidence is to pray without fear or contradiction. Kuomba bila kuwa na wasiwasi ama kuwa na uoga ya kwamba nimeomba kuwa hichi kitu kisipotendeka itakuwaje. Hiyo si kazi yako. Unapoomba na ujasiri, wewe omba ukijua kazi yako wewe ni ya kuomba, na kuna mwenye ambaye umemwamrisha atakuja kufanya hiyo kazi. Kama ni kuombea mgonjwa, kazi yako wewe ni ya kuomba, kuna mwingine wa kuponya, mwachie kazi yake. Wewe ukiombea hiyo kazi, wewe omba ukiwa na ujasiri, hiyo kazi umepokea, ukijua wewe kazi yako ni kuomba, na mwenye kupeana kazi atakupea katika jina la Yesu. Unapoomba kwa ujasiri ni kusema nini? Ni kusema kwamba umeweka imani yako, tegemeo lako, tumaini lako hapo. Hakuna kitu kitakung'oa hapo. Hakuna kitu kitakutoa hapo. Kile unaamini kuwa sawa ndicho hicho unaamini. Hakuna mtizamo, hakuna hali, hakuna mwanadamu anaweza akakung'oa hapo. Kwa hivyo to pray with confidence is to pray ukiwa na imani ya kwamba hakuna kitu kitabadilika. Hicho ambacho ulisema ndicho hicho utakachokipokea. Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba sawa sawa. Kwa hivyo
Mungu anaangalia ujasiri wako. Kwa hivyo unapoenda kuomba mbele za Mungu, ondoa shaka, ondoa uoga, ondoa kutojiamini. Naomba Mungu, usipofanya utaonekana kuwa mrongo. Sio wewe unafanya. Omba, nenda zako. Omba, fanya ambayo unahitajika kuyafanya, na Mungu atafanya yaliyo yake katika jina la Yesu. Jambo la 4 ambalo tunahitaji kufanya ili kwamba maombi yetu yawe effective mbele za Mungu ni kwamba tuombe. Maandiko yanasema katika kitabu cha waraka wa Wathesalonike wa kwanza 5:17 ya kwamba we pray continuously. We pray continuously. We pray continuously. Tunaomba bila kukoma. Wathesalonike wa kwanza 5:17. Ombeni bila kukoma. Ni kumaanisha nini? In the school of prayer we don't graduate, but we make progress. Katika shule ya maombi hatufuzu, bali tunakuwa, tunaongeza viwango, tunaongeza neema, tunaongeza utukufu. Kwa hivyo kama kuna kitu ambacho kinafanya maombi yako yawe effective, ni wakati unaomba bila kukoma. Unaomba ukimkumbusha Mungu. Unaomba ukimwambia Mungu, kumbuka jana nilikwambia, leo hii bado. Hata kama hali zitakuwa mbaya kuliko vile uliziacha jana, unapoenda kuomba, omba ukiwa na imani ya kwamba Mungu atakusikia. Omba ukiwa na imani ya kwamba maombi yako Mungu anajibu. Pray continuously. Kile kitu ambacho Mungu ameturuhusu tufanye bila kukoma ni kuomba. Kwa hivyo bila kuwa na shaka, fanya mambo yote, lakini hili usilifanye ukiwa na mipaka. Ndio maana vile maandiko yanasema tuombe bila kukoma. Hii ni kusema kwamba mahali popote unaweza ukaomba. Mungu ni Mungu, anasikia lugha yote. Mahali popote unaweza ukamwomba, kwa lugha yote unaweza ukamwomba. Hali zikiwa nzuri, hali zikiwa mbaya, unamwomba. Maana yeye ni Mungu, anasikia maombi. Yeye ni Mungu, anajibu maombi. Pray continuously. Never cease in praying. Never cease in seeking the face of God. Never stop in asking his will. Usikate tamaa. Viwango Mungu atakavyokupeleka, usikome katika maombi. Nyenyekea katika maombi. Zama katika maombi. Maana Mungu wetu ni Mungu ambaye leo ukizama katika maombi, vile atakavyokujionyesha kwako leo, kesho kizama atajionyesha kwa vingine. Kwa hivyo ili umjue Mungu katika anga na neema na viwango tofauti tofauti, lazima uwe mtu ambaye ataomba bila kukoma. Niombi langu Mungu akujalie neema katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ndani ya mchana wa leo, niombi langu Mungu atakusaidia mtazamaji wangu ya kwamba ili maombi yako yawe effective, yalete mabadiliko, yalete majibu, yalete wokovu, yalete msaada unaohitaji katika maisha yako. Mambo 4 lazima ufanye. Lazima uombe ukiwa na imani, lazima uombe ukiwa sawa, lazima uombe ukiwa na ujasiri, na lazima uombe bila kukoma. Ukiomba kwa vipengele hivyo, naona Mungu akitumana msaada kwa maisha yako. Naona Mungu akikuokoa kwa hilo jaribu. Naona Mungu akija akisema enough is enough. Umeteseka vya kutosha, sasa ni majira yako mapya. Anakubadilishia chapter mpya ya maisha. Anakubadilishia chapter mpya ya kazi katika jina Yesu. Kwa hivyo ndani ya mchana wa leo, acha niamini na Mungu pamoja na wewe ya kwamba Mungu amekuhudumia ndani ya mchana wa leo, na unaenda kufanya marekebisho katika maombi yako, na kutoka hapo unaenda kuona msaada wa Mungu katika maisha yako. Acha niombe na wewe ili nikufungue uende kwa shughuli zako. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu ninamwombea mtazamaji wangu neema ya kuomba. Kuomba ni jambo gumu sana
ambalo shetani hawezi akaruhusu watu waombe, maana anajua katika kuomba kuna silaha tunapata, katika kuomba kuna msaada, reinforcement tunapata, na ndio maana si rahisi aruhusu watu waombe. Anaweza ruhusu watu waende makanisani, watu watoe sadaka, watu watoe zaka, lakini hawezi akaruhusu watu waombe. Si ninawaombea hawa watazamaji wangu, ukawape neema ya kuomba. Waombe wakati unaofaa na wakati usiofaa. Waombe kwa majira yote, maana kupitia maombi tunatiwa nguvu. Kupitia maombi tunapata wokovu. Kupitia maombi tunapata hekima ya vita vya kiroho. Kupitia maombi tunakuwa impacted with the power of the Holy Spirit to overcome each and every battle that the enemy is fighting against us. In the mighty name of Jesus, I pray for your grace. I pray for the grace of prayer upon their life, wherever they are watching me from. I pray for that papa. I pray for that mama. May you endorse him with the new grace of prayer. In the mighty name of Jesus, may his prayer be effective. That will bring immediate change. That will bring immediate results that they need to hear and see in their lives. In the mighty name of Jesus, help them to pray by faith. Help them to pray rightly according to your word with your scripture. Help them to pray with confidence. Help them to pray without ceasing. And help them to pray even persistently. In the mighty name of Jesus, ninambariki mchana wa leo, alindwe na Mungu, ahifadhiwe na Mungu. Hadi tena takaponana wakati mwingine, tutakushukuru na kusema ni asante. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba na kuamini. Amen. Naamini mtazamaji wangu umebarikiwa mahali popote ulipo, na kutakia mchana mwema. Amani ya Bwana iwe na wewe. Mungu akulinde, Mungu akuhifadhi. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe na sisi sote sasa na hata milele. Amen. Tukutane Ijumaa kwa page yangu ya Facebook Sami Njagi, nikuletee neno la Mungu la mchana kuanzia saa 7, na Mungu akubariki. Mpaka Ijumaa, Mungu akulinde, Mungu akuhifadhi. Tuonane majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Till then, God bless you.